hadi pale ambapo msichana alipomuita polisi na maafisa kufika mlangoni kwake. Wazazi wake wakatili hatimaye walitambua kwa majuto kwamba kila walichomfanyia binti yao tayari kilikuwa kimevunja sheria. Ilibainika kuwa muda mfupi kabla ya tukio hilo, kaka wa msichana alihitaji yuan milioni 5 kwa ajili ya harusi yake. Baada ya kushindwa kupata pesa kutoka kwa dada yake, wazazi wake wakaamua kupanga kumwoza msichana huyo ili wapate pesa kupitia mwanaume atakayemchukua kama mume wake wa baadaye. Siku iliyofuata, baba alimleta mwanaume mmoja kwenye duka la msichana. Alimwambia kwa njia ya kumshawishi kwamba huyo ni kijana wa biashara na tajiri. Lakini msichana alikataa kabisa, kwani alishagundua haraka kuwa kulikuwa na nia mbaya nyuma ya mpango huo. Mwanaume huyo naye alijifanya tajiri, akidai ana zaidi ya yuan milioni 1 na kwamba ana uhusiano wa karibu na baba yake msichana. Alipendekeza kwamba ndoa yao ingeleta faida kwa familia zote mbili. Msichana alibaki bila la kusema. Hakutarajia wazazi wake ambao walikuwa wamempuuza tangu utoto, ghafla waanze kujali ndoa yake. Aligundua wazi kuwa walikuwa na mpango wa kumtumia kwa maslahi yao, hivyo alikataa papo hapo na kuambia wasimsumbue tena. Baba alikasirika sana na kusema kuwa hakuna binti anayepaswa kuamua ndoa yake mwenyewe. Mwanaume huyo naye aliunga mkono maneno hayo. Ghafla akajaribu kumshika msichana kwa njia isiyofaa, lakini msichana akampiga kofi kali na kuwataka wote waondoke. Wateja waliokuwepo dukani hawakuweza kuvumilia tabia hiyo. Wakaanza kuwakemea wazazi na mwanaume huyo kwamba hawafai kuwa wazazi na kwamba wanajaribu kumlazimisha msichana kuolewa na mtu asiyempenda. Wengine wakaanza kupiga picha kwa simu zao ili kuwafichua. Kwa aibu na hasira, wazazi pamoja na yule mwanaume walikimbia dukani. Muda mfupi baadaye, mama yake msichana alipiga simu akijifanya kuomba msamaha, akisema baba yake alikosea kumleta mwanaume huyo bila kumshirikisha. Lakini msichana alihisi kuna jambo lisilo la kawaida, hasa mama yake alipoanza kubadilisha mada na kumwambia kuhusu vitu vya urithi wa bibi yake vilivyokuwa nyumbani. Aligundua huenda ni mtego, lakini kwa kuwa alikuwa karibu na bibi yake, akaamua kwenda kuangalia mwenyewe. Alipofika nyumbani kwa wazazi wake, familia nzima ilijifanya tena kuwa na upendo na kumshinikiza aolewe na yule mwanaume. Msichana alichoshwa kabisa na maigizo yao, akafichua ukweli wote. Alisema kaka yake alihitaji yuan milioni 5 kwa ajili ya harusi, na kwa kuwa alikataa kuuza duka lake ili kupata pesa hizo, waliamua kumuuza yeye mwenyewe kama chanzo cha fedha. Wazazi walikasirika zaidi, lakini wakasisitiza kuwa ndoa za binti huamuliwa na wazazi, na kaka yake akamuita msichana huyo mchoyo. Msichana alijibu bila hofu, akisema kaka ndiye hana haki ya kumhukumu kwa sababu tayari alishapoteza milioni 5 alizopewa na familia. Kisha akaelekea chumbani kwa bibi yake kuchukua vitu vya urithi, lakini ghafla familia yake ikafunga mlango na kumfungia ndani. Aligundua amedanganywa. Muda mfupi baadaye, yule mwanaume alionekana ndani ya chumba, akijaribu kumlazimisha kwa nguvu. Kama umeipenda hii movie kwa mwendelezo sehemu ya 8, comment next.